Isaac Leonard. Aha. Iko vizuri kabisa. Iko vizuri kabisa kwa ni majira ya saa 3 dakika zimekatika dakika 6 tu baada ya sisi kuingia hapa kwenye studio katika majira haya ili kwamba tuweze kuzungumza mawili matatu kuhusiana na masuala ya siku ya leo kwenye MOSHENEE ya Christ. Ni Papa Isaac Leonard katika majira haya, lakini inakuwa kwamba ni vizuri kama tuweze tukaomba. Aisee, tunapoanza tuanze na maombi, tuanze na Mwenyezi Mungu katika siku ya leo, nikitumai kwamba Bwana amekulinda, amekuongoza na hata siku hii ya leo ambayo tunakumbuka mambo tuliyoyafanya pale kitambo, kidogo tukiwa wachanga kidogo. Mungu ametukubalia sana ili kwamba siku ya leo bado tutaweza kuyakumbuka na kuweza kumpa Mungu shukrani kwa sababu alikotutoa hadi hivi sasa inagharimu kwamba ni mkono wake wa kuume ambao kwa kweli siku zote kwa katika mikono yake mfalme mwenye nguvu sisi tuko hai. Hata hivi leo naamini kwamba uko hai kwa sababu Bwana wetu ameweza kutulinda, kutufunza na hata kutuonyesha yale ambao ni makuu ya maisha yetu. Na bila shaka katika siku hii ya leo, katika usiku huu wa leo, ikiwa kama ni last hour, nimeingia hapa kwenye last hour, na poleni sana kwa sababu tutakuwa hewani kwa siku 2-3 hivi kwa sababu ya masuala fulani ambayo yamekuwa yakishughulikiwa ili kwamba tuweze kuwa na ubora katika masuala haya ya utangazaji kwenye station hii yetu, televisheni hii ya kwetu hapa kwenye maeneo haya hapa mjini Kisii. Nikitumai kwamba ukiendelea kutazamia televisheni ya kwako pale nyumbani. Hii si nyingine bali tu ni Kisii Hot TV ambapo tunakuletea mijadala, mambo na news zote ziko hapa kwa undani zaidi. Tutakupakulia ili kwamba uzidi kubarikiwa zaidi katika siku hii ya leo, kama tunaweza kuingia hapa tukiendelea kufurahia yale ambayo Bwana ameyatenda juu ya maisha yetu, and then pia kuendelea kushuhudia yale ambayo tuliyaweza kuyakumbuka katika masuala ya hapo kitambo. And by the way, leo haswa kwenye historia ya kwetu papa hapa itakuwa kwamba ni kuzungumzia kuhusu masuala ambayo kidogo tu tunayaona kwamba tunastahili kuyafuatilia sana, alafu unapata kwamba tumeacha mambo ambayo ni muhimu zaidi katika maisha yetu. Na hivi hapa ningependa tu tuweze kujadili 1, 2, 3 ambapo tutaenda kwa mjadala very straight ili kama tuweze kujadili 1, 2, 3 kuhusiana na masuala ya kungoja. Kuna vitu ambavyo tunastahili kungoja, lakini tutaanzia pale. Lakini kidogo tu naona hapa dada mkubwa ameweza kuingia, kidogo tu niweze kumkaribisha aweze hata kutuombea ikiwezekana. Au vipi? Ametoweka pale akisikia kama kwamba ni maombi, ametoweka. Lakini kabla ya kuanza, ikiwa kwamba ni wakati tunasonga pale, ikiwa kwamba tunafuata pale time, ikiwa kwamba nipo na tunajiunga pamoja na sisi kutoka mitandao ya Facebook pale, mitandao ya YouTube pale, ikiwa kwamba ndipo najiunga pamoja na sisi, just come in right here ili kwamba tuweze kuzungumza. Dada mkubwa, Bwana Yesu asifiwe. Dada, Bwana Yesu asifiwe. Hello, dada mkubwa, hujambo? Ametoweka tena kwa masuala ya kiinterneti, masuala ya net. Nakana vizuri. Hebu niweze kuomba ili kama tuweze kuanza, kisha baadaye nitarejea kwenye zile jumbe ambazo mmeweza kutuma hivi sasa. And kama hujatuma jumbe zako, endelea kutuma hivi sasa ili kama niweze kuzirejelea nitakapomaliza kwenye maombi yetu katika siku huu wa leo. Bwana wetu, tunakushukuru kwa sababu ya upendo wako. Tunakushukuru kwa sababu Bwana umetufanikisha. Siku hii imekuwa ni nzuri tangu tulipoamka hadi hivi sasa Bwana. Asante kwa sababu Bwana hii ni siku ya
9 katika mwezi wa 12, ambapo Bwana hatukujua kwamba tungefika siku ya leo, kwa sababu magonjwa limekuwa ni hatari, magonjwa yamekuwa ni hatari, mafuriko yamekuwa ni hatari. Lakini Bwana tunashukuru kwa sababu Bwana sisi ulitulinda, ukatulinda na yule muovu, ukatuondolea yale maovu. Na Bwana tunasema kwamba ni shukrani tele, kwa sababu Bwana wewe Mungu unatupenda. Na Bwana kwa kweli hata sie siku ya leo tunakupenda, ndipo sababu Bwana tunakupa manukato ya sifa katika wakati kama huu wa leo. Asante kwa sababu yule mtazamaji ambaye anatazama hivi sasa kwenye Kisi Hot TV, kwenye hii show ya MOSHENEE ya Christ, naomba kwamba Bwana uweze kutubarikia, uweze kutuinua, uweze kutujenga kulingana na yale yote ambayo Bwana tutaweza kuyajadili katika siku ya leo. Tunaomba kwamba Bwana tuwe pamoja na wewe, utuongoze katika jina la Baba, la Mwana na la Roho Mtakatifu tumeomba. Amen. Somebody say amen. Ukiwa pale nyumbani, ukiwa pale kwenye kazi, kuna wale watu wa night shift pale, mazee nawapenda sana. Ndio mtu wa night shift mchana ndiye analala. Na unajua night shift sidhani kama watu hufanya dhambi. Watu hufanya dhambi kweli, kwa sababu usiku unapata kwamba uko busy pale kazini, na ukishamaliza pale kazini unaingia kwamba umeenda kulala. Ukishamaliza kulala pale inakuwa kwamba wewe una plan vile utaingia kazi kidogo, unafanya issues zile ambazo ziko pale nyumbani, unajaribu kufanya 2 3. Ikiwa mnafanya dhambi ni kidogo sana. We are so glad and grateful kwamba watu wote ambao wanatizama hapa, wale ambao kidogo masuala, pia kuna wale ambao pia hufanya kazi mchana. Tunashukuru sana pia wao, huenda wako busy very serious na kazi yako, wajikuti wakifanya masuala ambayo hayampendezi Mwenyezi Mungu. Kidogo tu niweze kusoma jumbe ambazo zimeweza kutextiwa huku ndani katika masuala haya ya saa 3:12 pale. Dorini Kwamboka anasema kwamba watching. Dada mkubwa anasema kwamba mambo vipi, live from Riyadh, Saudi Arabia, pamoja na wasalimia pia na wapenda sana nyote. Thank you so much. Tunapendeka pia, tunafurahi na tunashukuru sana kwa sababu tunapendwa. Hiyo ni raha bin mraha tele. Sijui kwamba ikiwa kwamba bado unaendelea kutushika pa eneo yote tulipo, itakuwa ni vizuri kiendelea kutext in, utaambia kwamba mimi aise na kushika mbaya, itakuwa ni vizuri. Na ikiwa kwamba kuna uwezo wa kupiga simu hapa, itakuwa ni vizuri, ili kwamba uweze kupiga simu as well, uweze ku video call, itakuwa ni vizuri katika majira haya ya show hii, ikiwa kwamba ni the second hour ambapo niliingia. Leo tulikuwa na first hour pale kwa sababu ya masuala tofauti, lakini we are back ili kwamba tuzungumze mambo mamoja, mawili, matatu, mane kwenye mjadala huu wa siku ya leo. Kwa kweli utakuwa ni mjadala wa aina yake, mjadala mrefu mzuri. Najua mara tuanzie tu pale. Nataka nizime tu kidogo ndio tuende vizuri. Nataka tuanzie pahali, na hapo pale ambapo tunaanzia kidogo tutaelewa nini hiki kitu tunamaanisha. Uko set ready kabisa? Oh yes. Na nataka nianze kwa kukuuliza kwamba unajua kwamba kuna watu ambao kazi yao katika haya maisha waliweza kufanikiwa kwa kuchukua muda. Hilo ndilo swali la kwanza. Swali la kwanza ili kama tuweze kujua. Unajua unajua ni watu gani kwa Biblia ambao kwa muda ili wakaweza kufikia hatima ya kwao pale? Tuanzie na Biblia pale mwanzo tu katika Biblia, tuanzie pale mwanzo. Pale mwanzo tu kuna Abrahamu ambaye pamoja na Sara walingoja wakati wa Mwenyezi Mungu. Tuliko na Enoko ambaye aliweza kungoja hadi wakati wa Mwenyezi Mungu. Tuko na mtu mwingine ambaye anaitwa Ayubu. Katika hayo ni Agano la Kale ambapo naongelea katika siku ya leo, ambaye alingoja hadi wakati wa Mungu. Tukisonga pale mbele kidogo, tuko na yule ambaye ni Yeremia, alingoja wakati wa Mwenyezi Mungu. Tunakumbuka kuna wakati pia ambaye huyu ambaye anaitwa ni Nehemia alingoja hadi wakati wa Mungu. Tunasoma katika Biblia ambaye anaitwa ni Daudi, alingoja hadi wakati wa Mungu. Hiyo nishasema. Na pia kuna watu zaidi ya hao bado walingoja hadi wakati wa Mungu. Yesu mwenyewe alingoja wakati wa baba yake.
Una get hiyo? Yesu alingoja hadi wakati wa baba yake. Nataka tuelewe vizuri ili kwamba tuzidi kujua kwamba masuala haya yanatokea kwa sababu gani. Na ni mbona ninaongea haya. Lakini kidogo kabla tuendelea na mjadala, pale ikiwa kwamba unaendelea kutufuatilia kutoka kwa mitandao yetu ya kijamii, ikiwa ni kwamba unafuatilia kutoka Facebook pale, wewe like hiyo video vizuri kabisa, iwe weza kucomment pale. Sema rusha comment pale, itakuwa ni vizuri. Na ikiwa friends pale, share na wao, inakuwa ni vizuri tukisonga kwa njia ambayo ni taratibu. Na ikiwa kwamba wewe ndio mara ya kwanza wewe kustream hapa kwenye hii studio ya kwetu pale kwenye YouTube pale, unatupata kama Kisi Hot TV pale, wewe subscribe, inakuwa ni vizuri. Kwenye hapo katika mkono wako wa kulia utaangalia kwamba kuna rangi hiyo ambayo ni nyekundu, alafu yale maandishi yako katika rangi nyeupe, hapo utaweza kukiriza. Kisha baada ya kukiriza itageuka iwe black. Ikiwa black pale utaweza kukiriza kwenye kengele, na ukiweza kukiriza kwenye kengele itakuwa ni vizuri, ili kwamba ikue unapata zile ambazo tunaweza kwamba notification, zile arafa ama arifa ambazo zinakuambia kwamba hii leo MOSHENEE imeanza. Kama ilivyoanza sasa, niita Papa Isaac Leonard kama kawa, ili kama tuzidi kufanya mambo yetu kitaratibu. Kwa hivyo cha kwanza unapoingia hapa, naomba kwamba usubscribe ikiwa kwamba hujasubscribe. Ikiwa kwamba uko kwenye page ya Facebook pale, like your page, na pia like hii video ya siku ya leo. As well kama pale YouTube pia unaweza like hiyo video, na as well unaweza ukafanya nini, ukaweza kushare video na friends, wale wasii wa mutaa, wale wa msii ambao ni marafiki, wale ambao ni wazazi ambao kwa kweli wanapenda wifi sana na kuangalia video kama hizi za kujua masuala kuhusu Kristo. Na kidogo pastor wetu yuko holiday kidogo kwa sababu ya wiki ambapo alienda kusafiri kidogo kwa mjini Tanzania. Sasa hata hivi sasa tukakudi tukijua kwamba huyu ana ujasiri kwamba itakuwa ni vizuri tukezea katika awamu hii ya mwisho, awamu ikiwa ni ya pili, ambapo zilikuwa zimekatika na dakika 17 baada ya saa 3 usiku. By the way, wala ambao sasa hivi hujatoka pale huko kwenye barabara, usianguke kwa sababu hii show itakuwa ni tamu zaidi. Inaandikwa kwamba inakuwa ni tamu zaidi. Wewe unayekula pale alafu usahau kwa mapua, kwa sababu hii show ni tamu, kwa sababu unataka kucheka. Unajua wakati unataka kucheka unaweza ukaweka chakula hivi upige kwa mapua uanze kucheka. Usicheke. Na kwa vizuri. Tukiendelea kusonga kwa njia ambayo ni taratibu katika awamu hii ya pili ya mwisho pale, tunataka tuongelee hapo. Nilikuwa nimesema kuna watu ambao walingoja kwenye Biblia, ambapo hivi sasa utaweza kuwajua. Hata tukiangalia kuhusu Samueli aliwaambia pia wana Israeli waweze kungoja. Kuna huyo ambaye anaitwa Musa aliweza kungoja hadi wakati wa Bwana. Kuna huyo pia ambaye alikuwa anaitwa Yoshua, ambaye pia alikuwa alikuja kuchukua hatamu baada ya Musa. Na pia kuna huyo mwingine ambaye alikuwa anaitwa ni nani? Kelebu, ambaye ni au ni baadhi ya watu ambao waliweza kuvuka kuelekea ile nchi ambayo ni nchi iliyobarikiwa, ambayo ni baraka ya Mwenyezi Mungu, ambayo ni ahadi ya Mwenyezi Mungu kwamba waongeweza kufika katika mji ule. Na hata hivi sasa najua kwamba kuna watu ambao tunataka tufike katika ule mji, na inabidi kwamba tungoje. Inasema kwa Kizungu kwamba it's being patient. You see, being patient inamaanisha kwamba ungoje hadi wakati wako upo tu. Wakati kwamba si kwamba haupo, wakati upo tu, lakini ni wewe kufanya nini? Kungoja. Unapeana tu muda, unaambia Bwana, mimi nimekupa muda uweza kunitendea jambo katika maisha yangu, ili kwamba niweze kugeuka na kidogo kupata afueni. Unajua, inakuwa ni vizuri pale ukiambia Mwenyezi Mungu kwamba mimi nangoja, I'm just waiting God kwamba uweze kunifurahisha. Unajua kitambo tu by the way, na napenda shosho wangu sana akisema kwamba kuna wakati sisi tukichoma mahindi kidogo tu nikiwa mchanga, na hii ni throwback. Unajua sasa lazima tuendelee kuongelea kuhusu throwback. Throwback lazima tuongelee. Takana vizuri tukiongelea pia. Kuna yule ambaye anasema kama Isaac Gaki network mbaya, mimi napenda kuomba sana naingia, lakini wewe sikupati. Haki Bwana asifiwe. Nisomee maandiko Warumi 5 ambapo ni mstari wa 1 hadi 6, pamoja tutabarikiwa. Nitaingia network ikikubali brother yangu. Kweli nikubali dada mkubwa, ukipata pale network imekubali 6 nitakukaribisha tena hapa.
Kama nyumbani unataka kuongea pamoja na mimi, fuata hiyo link ambayo imeweza kuwa posted pale. Itakuwa ni vizuri tukiweza kuingia pamoja na wewe katika awamu hii ya mwisho zikiwa kama ni dakika 20 baada ya saa 3 usiku. Alright? Sasa nataka tuongelee hilo swala ambalo nimekuwa nikisema kwamba nakumbuka throwback kidogo, kwa sababu kuna mama yangu ambaye ni shosho yangu. Ndio watu ambao tunapenda shosho, tunawapenda sana kwa sababu ya masuala fulani kidogo tu angekudondolea mahindi vizuri. Lakini unajua kile ambacho kilikuwa kwa shosho yangu ni kwamba angependa uchukue mahindi uchukue ile sehemu ambayo kidogo imechomeka ama imeiva, si kuchomeka, imeiva, lakini ile sehemu ambayo imeiva hakupenda sana kuona kwamba mtu anaikaribia na kutaka tu kuichukua. Alikuwa tuwe patient kwa masuala yote, ili kwamba tunapofanya kitu kimoja, viwili, vitatu, tuwe patient kabisa, ili kwamba kila kitu kinapokuwa inakuwa kwamba ni njia nzuri ya kumshukuru hata Mwenyezi Mungu. Yaani alikuwa anaelewa kwamba kuna wakati ambapo inahitaji kwamba tumwambie Mwenyezi Mungu kile ambacho tunahitaji, lakini pia tuwe kwamba tunapeana muda. Wale ambao pia ni kina dada na kina kaka, wale ambao unapendana, mko kwenye mahusiano hivi sasa, najua kama mko kwenye mahusiano ambayo hivi sasa unahisi kwamba yani mngepatana tu kila wakati tu, mngepatana tu muwe pamoja, lakini yani mko kwenye mpango wa harusi ndio, lakini mnahisi tu mpatane tu kila wakati. Hapana ndugu, mpe wakati Mungu akubali yeye masuala yenu yaweze kwenda through, ili kwamba iwe vizuri kwenu. Wajua inakuwa ni vizuri ikiwa kwamba unaendelea kushika kutoka kila maeneo, na tunashukuru Mwenyezi Mungu kwamba bado anazidi kutubarikia katika wakati kama huu wa hivi sasa. Na naendelea kusema kwamba kuna wakati ambapo inafika unashinda ufanye nini, lakini inabidi kwamba ukwe patient. No, we start from Abraham. Wewe ndiye nilitaja wa kwanza, lakini kabla ya Abrahamu kuna mtu ambaye anaitwa Enoko. Enoko alikuwa anamtumainia Mwenyezi Mungu katika kila hali, na wakati mwingi alikuwa akitarajia kwamba Mungu amsaidie kutoka kwa njia moja hadi nyingine. Hapa sasa watu wa lights pale waweze kunisaidia ili kwamba kidogo hizi lights ziweze kuwa vizuri kwa sababu ya masuala haya. Kidogo shughulikiwe kwa njia hiyo. Haya. Naam, nilikuwa nikisema kwamba kuna wakati ambapo wewe binafsi ukiangalia kwenye Biblia unaambiwa kwamba Enoko alikuwa ni mtu ambaye alimtumaini Mwenyezi Mungu katika hali zote. He was very patient with God kwa sababu alikuwa anajua kwamba Mungu ndiye mfadhili wa vyote. Mungu ndiye mpeanaji wa vyote. Na katika hali zote pia alikumbuka kwamba Bwana wetu Yesu anatupenda. Na siku zote yeye aliamua kwamba ampe Mwenyezi Mungu maisha yake ili Bwana aweze kuyatunza, kwa sababu alijua kwamba mwanadamu hawezi kanichungia maisha ya kwangu, bali tu Mwenyezi Mungu ambaye aliniumba kwa sura na akanipa, yani hii sura katika siku ya leo ninaishi kwa sababu yake yeye Mungu muumbaji. Sasa Enoko tu akampa Mungu maisha yake, akasema sasa mimi nitampa Mungu maisha yangu na lazima nitatembea pamoja na yeye. Sijui kama wewe umeiuliza kwamba utembee pamoja na Mwenyezi Mungu, because he is ready to walk with us. He says I will walk with you in the valleys of death. Mimi nitakuwa na wewe. So he is always walking with us. Ni vile tu tutatambua kwamba God is walking with us. God is with our lives. He is just with us kila wakati. Mungu tu ako na sisi. It's just we to accept that God anataka tu tumfuate na tufanye kila kitu ambacho yeye anahitaji katika maisha yetu. Nashika. Hapo sasa ndipo tunaambiwa hata Enoko kuna wakati huo wote aliweza kusimama pamoja na Mwenyezi Mungu, akasimama tu, akangoja tu hadi Mwenyezi Mungu akambarikie. Akamuongoza tu. Hadi wakati huo alipaa angani bila hata kufanya nini, kuwa na mtu yeyote ambaye alimweza kumpaisha angani. Ni Mungu tu.
Kwa sababu yani ni kuna ile rapo, wewe pamoja na Mwenyezi Mungu, rapo yako iko namna gani? Kwa sababu najua kwamba urapo inakuwa kwa kati ya wanadamu, na leo let us create our rapport with God, our relationship with God. How are we relating with God? Be patient bana. Are you patient bana? Uko patient bana? Kuna wale wasee wamezoea hiyo hiyo language mase. Mase ama maze. Nisiangushe nichome picha wale wasee, nikichoma hiyo picha itakuwa ni vibaya. So nataka tu nisiangushe, muanze kunichekelea pale nisidi kusema maze. Sidi tena. Si nimejua sasa? Naona kama nimejua. So yani wakati huo akamwambia God, mimi nataka kutembea na wewe. So katika hiyo wale yote aliweza kutembea pamoja na Mwenyezi Mungu, na Mwenyezi Mungu he was with him all that time. Na ilikuwa tu ni kwa sababu alikuwa very patient. Now I want us to get to the other thing. Ilikuwa ni about Abraham. Abraham was very patient with God. Hadi wakati naambiwa na Mungu, just imagine you just hearing sauti, akaangoja. Mungu akasema na yeye, akamwambia mimi mwanangu, nataka nikutoe hapa, utoke hapa uende mahali pengine. Sijui kama ungekubali. When Abraham was very patient with God, no matter what he was saying to him, wakati alikuwa akiongea kitu kimoja, viwili, vitatu, vinne tu, yani yeye tu kusema oh yes I hear you Father, I hear you God, I hear you. Katika hali zote aliweza kumwambia God, I hear you katika hizo hali zote. And with this we get to understand kwamba kuna maisha yetu ambapo kwa kweli inabidi kwamba tuweze kumfuatilia na kumshika Mwenyezi Mungu, yani kushika vazi lake, na kushika vazi ulivikwa vazi, lakini kuna lile vazi lake ambalo unahitaji kuliguza. Ukiliguza hili litaweza likakusitiri. Wanasema kusitiri, kizungu kidogo ni kama Kiswahili. Itaweza kukusitiri kidogo, uwe kwamba hauna shida. Utakuwa kwamba hauna shida kabisa. Hautakuwa tu ni mtu anakuwa very serious kila wakati. Kwa sababu umekupa raha tu ambayo kwa kweli unakuwa unaiangalia tu unatabasamu, unasema kama sio Mungu jamani, ingekuwa kwamba mimi sipo siku ya leo. Alright? Iko vizuri? Haya. Tunasonga pale. Kwa hivyo Abrahamu aliambiwa kwamba alisonga, alisikia sauti ya Mwenyezi Mungu. Na Mungu alimwambia kitu ambacho hakuwa kikifanya. But because of that faith, he was very patient with God. Yaani chamno mimi naangalia hapa, siangalii faith sasa hapo. Naangalia vile Abraham alikuwa patient, because there are some people who have faith but they are not patient. This man had got faith and he was very patient with God. Alikuwa tu anangoja sababu ya Mwenyezi Mungu yeye kumwambia afanye kitu fulani. Sababu ya Mungu kumwambia kwamba aangushe ile miungu yake aweze kuabudu Mwenyezi Mungu. Because huyu kijana wa Tera walikuwa kiabudu miungu, walikuwa kiabudu tu ile miezi, lakini he got this sound of God. It's just miraculous, because mtu huwezi sikia sauti tu ya Mungu and then you do according to that sound. Niambie leo nilikuwa nimelala nikasikia sauti kiniambia aizo. Lakini kwa sababu mimi ni Mkristo, unajua itabidi nimefana pale. Na kuna ndoto ambazo zitakuja ambapo nasikia sauti na huenda kidogo zinakuwa zinachangana na ni mbaya. Kwa hivyo nashinda ina hii ndoto jamani, inafanya hadi nikajikuna kichwa, nikajikuna uso, nikajisumbua. Lakini wajua, yani kila kitu hapa ni kuwa patient. Abrahamu yeye aliongezwa na Mwenyezi Mungu, aliongeleshwa, akaondoka na yule kijana wa yule Loti na familia yake Loti, akawachukua tu na akachukua na wale ambao walikuwa wanafanya kazi yake, wakasonga tu wakaenda. Unajua he was very patient hadi wakati ambapo he was about giving up ama losing hope. Wakati bibi yake alimwambia sasa itabidi baze umeoa bibi, jamani atupatie mtoto. Unajua ili swali lilikuwa, ili jambo lilikuwa ni gumu sana wakati nilisikia pastor akielezea kuhusu masuala ya watu kuoa bibi wawili vile ilivyo na vile isivyo mapenzi ya Mwenyezi Mungu, na vile tulivyoangalia hapa alivyotuambia kuhusu kwamba Abrahamu aliweza kuoa bibi watatu tena.
Sijajua hilo, lakini naambiwa anasema hivyo. Alisema hivyo, na nitaangalia Biblia kisha tutajua ni nani, lakini ikiwa unamjua waweza mtada pale, itakuwa ni vizuri tukisonga, kwa sababu past nakumbuka kwamba aliwahi mtada huyu binti ambaye aliolewa na Abrahamu baada ya Sara. Na bila shaka tunazidi kusonga. Hiyo kwamba uko pale kwenye mtandao wa Facebook, mtandao wa YouTube, tafadhali tu weza tu kulike hiyo page, weza kulike hiyo video, weza kushare hiyo video, weza kulove hiyo video wazee. Pia kulove ni nzuri, najua vile mimi nahisi kwamba ninapenda bana wakati una love hiyo. Alafu chamna tu pale ukiwa kwenye mtandao wetu wa YouTube, tafadhali subscribe ikiwa hujasubscribe, wewe ni mgeni pale, subscribe right here right now, itakuwa ni vizuri. Tunasonga pale mbele kidogo kabla tujafikia wakina nani, tunaenda pale Exodus, tunaongelea kuhusu Musa, tunaongelea kuhusu si Musa, ni Musa. Tunaongea kuhusu si Musa tu, kuna mengi zaidi ambao ni zaidi ya Musa ambao waliweza kumtii sauti ya Mwenyezi Mungu, and they were blessed. By the way, who are these? Kuna huyu ambaye anaitwa nani, Musa, Joshua, tuko naye pia Kelebu, pia Miriam alikuwepo, lakini baadaye unajua Miriam alikufa. So kuna watu ambao pia wako kwenye Biblia ambao tunawajua kidogo tu, ni wazuri sana ajabu. So katika awamu hii nataka nikueleze kwamba hapa sasa Abrahamu, tulipomaliza Abrahamu tukana pale kwa Musa. Musa alipokuwa pale alisikia sauti. Pia we are talking about the sound now. Alisikia sauti ilikuwa inasema kwamba Musa, mahali uliposimama ni patakatifu bana, toa hizo viatu. Toa hizo viatu. Toa kabisa. Akavitoa. Alafu Bwana Mungu akamwambia kwamba nataka nikutume. Na kuna vitu ambavyo Mwenyezi Mungu akishatuambia kwamba acha hicho, wacheni hicho, akishakwambia tu hivi, wewe jua kiache, na God will bless you. Akishakwambia kwamba vuka kutoka mahali uliko leo, go to somewhere else. Mazee tunakanga tu atusikiangi. God ametuambia like fanya hivi vile nimekwambia, alafu wewe na vile huko unasema mimi bana, hii life lazima nichinje tu, lazima nikae vile mimi nataka, lakini inakuwa ni taabu ya kujua, because lazima God akusaidie, kila kitu unaenda kufanya, lazima uombe God nisaidie, God nihurumie, God niongoze, God niinue. With that I'm very much courageous kwamba Bwana ataweza kukubarikia sana. Alright, itakuwa ni vizuri ukiwa kwamba unabarikiwa. Musa kangamua tu akaenda kuchukua wana wa Israeli, na wakati tu wako pale aliweza kufanya those wanasemanga hata namna gani kwa kizungu, hizo sijajua, sikumbuki, nikumbushe hiyo kizungu ni ngumu. Ni ngumu sana kizungu. Alifanya maajabu pale, lakini ndio Farao alikuwa anasikia. Hasa huyu kijana na vile alikuwa anastarama. By the way, let me tell you, na hii ni personal. Kuna watu ambao ni wazuri sana kwa masuala ya kungoja, those stamara. Ukumbuke kama Musa alikuwa ni stamara, na alipokubali tu kwa, alikuwa tu patient na God, akamwambia God, mimi nangoja tu. Yes, nangoja. I'm waiting for you, Father. I'm waiting for you, Jehovah. I want your redemption. Now right away zikiwa zimekatika dakika 33 baada ya saa ngapi? Baada ya saa 3 usiku, leo ikiwa ni tarehe 9 mwezi wa 12 mwaka 2021, basi tuweze kupata wimbo mmoja, na baadaye nikirejea tutaweza kumalizia mazia katika awamu hii ya mwisho zikiwa ni dakika hizo. Basi itakuwa ni kwamba tunafurahi tukishare neno la Mwenyezi Mungu. Baadaye nikirejea hapa nitakuwa nikishare neno ambalo nimeambiwa kama nilishare na dada yetu, dada mkubwa kutoka kitabu cha Warumi 5:1-6.
ili kama tuweze kujua kwamba inakuwa namna gani. Lakini kwa sasa tuweze tu kupata wimbo mmoja mao kidogo, au utakuwa ni wa baraka sana katika siku hii ya leo, ambapo tutaweza kubarikiwa kwa pamoja. And I'm very much assured kama itakuwa ni vizuri. Ni wimbo tu wa kawaida ambao kabisa lazima tuweke kidogo ili kama uwe baraka kwetu. Yes. Kabisa. Sijui usiogope bwana. Usiogope bwana. Kuna mtu yule anaogopa. Unaogopa nini? Tena moyo wangu usibabaike, naye Mungu mkuu sana, naye Mungu mweza wa yote. Aingia rohoni mwangu, kanipa kutulia, kaniambia ewe mwanangu usilie tena. Aingia rohoni mwangu, kanipa kutulia, kaniambia ewe mwanangu usilie tena. Unajua shida zangu mimi nitazitatua, bila Yesu mimi ni mtu bure, bila Yesu mimi ni mtu bure. Kati giza Yesu mwanga wangu, kati huzuni Yesu ni mfariji, kati vita Yesu mwanga wangu, katika njaa Yesu mkate wa uzima. Yesu kimbilio, hajawahi kuniacha. Yesu mwanga wangu, mahali pa kujificha. Yesu kimbilio, hajawahi kuniacha. Yesu mwanga wangu, mahali pa kujificha. Anajua shida zangu, yeye anazitatua. Bila Yesu mimi ni mtu bure, bila Yesu mimi ni mtu bure. Mwanawe aliingia rohoni mwangu, kanipa kutulia, kaniambia ewe mwanangu usilie. Aliingia rohoni mwangu, kanipa kutulia, kaniambia ewe mwanangu usilie. Najua shida zangu mimi nitazitatua, bila Yesu mimi ni, bila Yesu mimi ni mtu bure. Aliingia rohoni mwangu, kanipa kutulia, kaniambia ewe mwanangu usilie. Aliingia rohoni mwangu, kanipa kutulia, kaniambia ewe mwanangu usilie tena. Ninajua shida zangu mimi nitazitatua, bila Yesu mimi ni mtu, bila Yesu, bila Yesu mimi ni mtu bure. Ndani ya Kristo ninaweka tumaini langu. Ewe Bwana wangu, ningekuwa wapi? Ndani ya Kristo ninaweka
kwangu. Yahweh, wewe ni yote. Yahweh, wewe ni yote kwangu. Yahweh, wewe ni yote kwangu. Yahweh, wewe ni yote kwangu. Yahweh, ningekuwa wapi? Yahweh, wewe ni yote kwangu. Yahweh, wewe ni yote kwangu. Na bila shaka wimbo huo wa kina dada wetu mzuri sana kwa jina ni Juan Chebos wa kanisa la AIC pale, ambapo waliweza kuimba wimbo huo akisema kwamba Yahweh, wewe ni yote kwangu, na zaidi ya wewe Bwana sina mwingine na sina sinani, kwa sababu ninaamini kwamba wewe tu ndiye Bwana wa mabwana. Na kidogo tu tuweze kusoma maandiko hapa, ambapo alisema kwa katika kitabu cha Warumi sura ni ya 5 mstari wa 1 hadi 6 pale inasema kama, therefore having been justified by faith we have peace with God through our Jesus Christ, through whom also we have access by faith into the grace in which we stand and rejoice in hope of the glory of God. And not only that, but we also glory in tribulation, knowing that tribulation produces perseverance, and perseverance, character, and character, that is hope. Now, hope does not disappoint, because the love of God has been poured out in our hearts by the Holy Spirit who was given to us. Yes. Mbele inasema kwamba, for when we were still without strength, in due time Christ died for the ungodly. Yes, Christ died for the ungodly. Wakati tulikuwa kwamba sisi hatukuwa na mtu, hatukuwa na yeyote wa kutupigania, hatukuwa na yeyote wa kusema kwamba they are now of my side, they are what ni wa kwangu hapa, lakini Jesus now turned out and said they are mine, they are called by my name, they are called by my name. Kidogo tu hapo dada mkubwa anaenda kusizidi kusema kwamba lazima tungode na kati za Mungu ni nzuri, cause ukipata kwenye njia mbaya, you are not rich, you are poor in face of God, cause si vya ukweli, tungode good time of the Lord. Kwa kweli tunazidi na tunastahili kungoda wakati wa Mwenyezi Mungu katika maisha yetu, ili kwamba ikuwe ni vizuri. By the way, yani kuna kitu hapa nataka uelewe. Kuna wakati ambapo mtu amechaguliwa lakini haingii, anangoja that time ambayo ni ya Mungu ambayo amemplaceia kwa maisha yake. So just imagine, Daudi alikuwa amechaguliwa akuwe in that throne ya kuwa tu yeye is a king, lakini unajua ali take a long time before akuwe king. So it can take you a long time, it can take you a century, lakini kuna kitu ambacho Bwana Mungu aliweza kiweka juu ya maisha yako, ambacho mimi wanadamu siwezi kakichange, ambacho pastor wako hawezi kakichange, ambacho hakuna hata adui ambaye anaweza kukichange. Pastor kwanza hao hawatuombei mabaya. Pastor, they are praying for us to succeed. They are praying for us to succeed. Adui ambao wanasema kwamba hautasonga, watatawanisha kwa njia 7, because you have that God. You have that God mwenye anakupigania, that God mwenye ako ready kukuassist, ako ready kukuinua, ako ready kukufariji, ako ready tu akuweze kukupeperusha tu. Utapeperuka ikiwa bado utazidi kuwa chini ya Mwenyezi Mungu. I believe this, kwa sababu najua kwamba kuna kitu ambacho tunahitaji kwa maisha yetu, tuwe patient. God anataka tu kila mtu awe patient. Kuna ule utajiri ambao unahitaji katika maisha yako. Kuna ile nyumba ambayo unataka ujenge, ambayo it's your character, it's your vision, it is your type. Wanasemanga huyu bibi akwa type yangu. Acha kwanza nitoe hii ambayo kidogo imekuwa ni mzito. Yani unasema kwamba hakuwa type yangu, but now today nataka nikueleze kwamba God anasema he is there for those people who have hope and who are patient. Kuna part ambayo inanifurahisha, ambapo tumeongelea kuhusu Abraham. Kuna part ambayo inanifurahisha zaidi, akiambiwa kwamba mchinje mtoto wako. That is what it is.
Alisema lazima nitampeana. Lazima nitampeana. Kabisa nitampeana. Yes. I'll see this. Lazima nitampeana. Because I'm seeing maisha yangu hayako vizuri. I'm seeing kwamba wewe nisipokutii sitakuwa vizuri. Sitatimiza ile kitu kwamba inaitwa kwamba ni msee ambaye ana imani kwa Mungu. Yeah, no way. I'll have to respect you. I'll have to hear from you. I'll have to hear from your sound. Unaweza ukapiga simu hapa kwenye stream ambayo ninaiweka hivi sasa. Hiyo kwamba uko pale, yuko na MB ziko mob, badala ya kuenda kutusi watu online, ingia hapo tuweze kuongea moja mbili, itakuwa vizuri ili uweze kujua kusema kwamba kidogo unatushika kwa maana gani. Inakuwa ni vizuri katika awamu hii ya mwisho zikiwa zimekatika na dakika 45 baada ya saa 3 usiku saa ya Afrika Mashariki hapa nchini Kenya. Hivyo ndivyo tunasema kwamba ni saa 3 dakika 45. Wewe sijui pale uliko kama ikiwa unaweza kuwa kama umetuzidi ama tumekuzidi, lakini hapa nchini tunasema kwamba it is 9:45. It's East African time mzuri sana. Najua kuna watu ambao kidogo tu jicho lao linakuwa tu ni la pesa. Jicho lao linafikiria pesa. Kama mimi nikiangalia pesa imeanguka chini, sijui kama nitainuka, lakini hiyo inakuwa ni kawaida. Sijui kama ni kawaida, but tutaongelea about love of money very soon. The love of money, one of the topics ambazo kidogo inafanya hata Wakristo wana kimya. Hata wewe Mkristo kidogo utakimya kidogo, kwa sababu naelewa kwamba mazi tunaongelea kuhusu hii story ninajua kwamba nakuanga muhatari namna hiyo. Bali inakuwa ni vizuri kwamba unaendelea kusikiza na kutizama haswa kwenye kipindi hicho cha Mashine ya Christ katika awamu hii ya mwisho, ambapo hivi leo nimekuwa ikikwambia kwamba pastor wetu hii leo atakuwepo, pastor ambaye mnamjua ni kwa jina Jeremiah na benda, ambaye yuko kwenye holiday kidogo kwa sababu ya masuala mawili matatu kwenye mambo pale ya kikazi, na ataweza kurejea hivi ili kwamba hiyo kesho tutakuwa naye, na ikiwa kuna uwezekano anaweza kuwa kwenye Gospel Hotspot siku ya Jumapili jioni pale, anaweza kuwa pale. Itakuwa ni vizuri na itakuwa kwamba ni baraka kuwa na yeye katika siku hiyo hapa katika majengo haya ya Hema Buildings kabisa. Alright, ikiwa uko pale ningependa tu kwenda kwenye advert ambapo inasema kwamba ikiwa unaangalia hapo kwenye screen nasema kwamba ikiwa uko na video ya kushoot, uko na live stream, uko na kitu chochote kuhusiana na nyimbo, piga kwa 0700169444. Ikiwa kwamba wewe ni mtazamaji wa Hot TV na uko pale manyumbani, ungependa tu ustreamiwe masuala ya funerals, kuna yale maziko ambayo kidogo hiyo harusi ya mwenda zake inakuwa ni vizuri, kuna live streaming pale kwenye harusi, pia kwenye video za kushuti kwenye harusi na hata kwenye muziki. Tuma afrafa yako kwa 0700169444 ili kwamba uweze kuongea na wale ambao ni wanasimamia kwa masuala ya marketing, sales and marketing kwenye maeneo haya ya Homicide Live Fraternity. Itakuwa ni vizuri tukifanya vile na inakuwa kwamba ni shwari kabisa. Na ndarejea hapa kwa kumalizia kwa masuala yetu ya mwisho pale, ili kama tuweze kumalizia kwa kuzungumza mawili matatu kuhusiana na wale ambao wamebakia. Kuna Suleimani, kuna Nehemiah, kuna Jeremiah, na pia kuna masuala ambayo tutaangalia kwenye tuseme kwamba ni Agano Jipya, na baadaye tutaweza kurejea kwa njia iliyo taratibu kabisa, au sio?
Na bila shaka tumeweza kurejea tena ili kama tuzidi kumalizia show yetu. Hawa ambao wameimba ni kwaya tu ya hapa tu, ni kwaya ya hapa tu ambayo haijawahi geuka tu, ni ile ambayo tunaifahamu, ambayo tunaijua kila wakati, ipo hapa kwenye Kisi Hot TV ili kukuletea baraka katika jioni hii ya leo, zikiwa zimekatika dakika 53 baada ya saa 3 usiku, ambapo tuko katika awamu ya mwisho pale kumalizia. Kutoka wakati tunamalizia pale, nipenda kukuomba tu wewe ambao uko pale nyumbani, unaendelea kuview hiyo ambayo ni video kwenye Facebook, kwenye maeneo yako ya kazi, lakini kuna yule ambaye anatumia mtandao wa Facebook, kuna yule mwingine anatumia mtandao wa YouTube. Kwa kama wewe ni mgeni kwenye mtandao wetu wa YouTube, tafadhali subscribe, inaweza kuwa ni vizuri ukilike video hiyo, ukiendelea kuwatch. Vile wale ambao tuko kwenye
mtandao wetu wa Kisi Hot pale Facebook. Like hiyo video as well, share na my friends. Alafu mwisho pale kuna hiyo kuendelea kuwatch na kuzidi kuwatch. Kuna hizo link ambazo tunatuma pale, si za mzaa, ni zile ambazo unaingia nazo hapa ndani ili tunaweza kuongea, ili tuwaweza kuongea na wewe, na inakuwa ni vizuri tusonga kwa njia hiyo ya taratibu. Leo ikiwa ni kwamba ni Thursday, tumeweza kukumbuka kwamba kuna mambo ambayo tulikuwa tukiyafanya kitambo ambayo kidogo yalikuwa ni magumu sana. Mfano katika kutengeneza kufanya maamuzi juu ya maisha yetu ilikuwa ni vigumu sana, haswa tukipeana mfano tu wa mahindi ambayo kwa kweli ni lazima yaweze kuwa kwamba unaweka vizuri. Nataka peana mfano mizuri tu, kama mfano ni wa nisema nini, mfano wa Abrahamu. Watu ambao kwenye Biblia walikuwa ni wazuri, Enoko, na pia tumezungumza kuhusu Abrahamu, tukazungumza kuhusu Musa na Kalebu, na pia na Yoshua ambaye pia tunaamini kwamba aliweza kusema kwamba mimi nyumba yangu nitamsifu Mungu, ama nitamshukuru Mwenyezi Mungu, na hata kwa hali zote aliweza kuonesha hayo, na tunashukuru Mwenyezi Mungu kwamba bado anazidi kunenwa kwenye Biblia. Sijui kama wewe utanena wapi ikiwa kwamba bado wewe hujampea Mwenyezi Mungu maisha yako ili aweze kuyatunza na aweze kukupa amani katika maisha yako. Unajua yeye tu ndiye anayepeana amani, ambayo amani ni ya kweli, ambayo amani haijawahi linganishwa na mwanadamu. Ikiwa kwamba uko pale nyumbani na hujapata Kristo, tutaomba pamoja na wewe katika siku ya leo ili kwamba uweze kumpata Kristo katika maisha yako. Lakini kidogo tu kabla ya kuondoka pale na kuendelea mahala pengine, niweze kuzungumzia kumalizia katika agano hilo la kale. Tuliongelea kuhusu Suleiman alikuwa ni mtu mwenye alikuwa na alingoja kusikia sana ndipo aweze kufanya ushauri. Ndipo tunaposikia tutapoona pia majali kwenye seli mbalimbali, na haswa kwenye korti mbalimbali humu nchini. Kuna wale ambao pia hawachukui wakati, lakini kuna yule ambaye anachukua wakati na uamuzi wake unakuwa ni halali, ambapo kwa kweli unapata kama hajaongwa, lakini anaweza kufanya sauti yake iweze kusikika, kwa sababu Bwana amempa ujasiri, kwa sababu hadi ongo ama hatubii ongo ili kwamba aweze kuweza kusaidiwa. Unapata kwamba masuala yako yake pale kidogo yamebarikiwa, kwa sababu bado anamtegemea Mwenyezi Mungu katika maisha yake. Na bila shaka pia wewe, ningependa tu pia wewe ukiwa pale nyumbani, kazini, popote ulipo, uweze kumtamini Mwenyezi Mungu. Mungu anahitaji tu wewe tumaini lako. Mungu anahitaji wewe tu uweze kukiri kwamba yeye ni mfalme wa wafalme. Suleimani pia alichukua wakati, ndipo akasema kwamba huyu mtoto si wako, huyu mtoto ni wa huyu mtu ambaye, huyu binti ambaye hataki mtoto akate. Yani huyu ndiye ameonekana kwamba ndiye ako na akili nzuri timamu, ambayo kwa kweli amekuwa na upendo juu ya mtoto huyu. Kisha baadaye tukisonga kwa mbele, kuna Daudi nimeshaongea pia, ambaye kwa kweli alichukua muda mwingi kabla ya kuingia kwenye kiti kile cha kuwa kama mtumishi ambaye kidogo angekuwa ni mfalme kwa nchi hiyo Israeli. Alichukua muda mwingi ili adhihirishwe na Mwenyezi Mungu kwamba huyu ndio mtoto wangu ambaye nimemchagua kwa jina langu, ambaye ataweza kuwa akiniserve. Kwa hivyo ilichukua muda kidogo ili aweze kuwa yule ambaye ndio ingekuwa kama ni watu wengine ashapa kwa mafuta ndio basi anataka nini, bali tu ni kuwakimbisha tu wale ambao kidogo hawamuelewi. Yani hiyo ndio hali ilivyo kwa watu ambao hawajamkubali Kristo. Na pia kile ambacho tunataka tuelewe ni kwamba ukiwa ushamkubali Kristo, wewe hali zote utajua jinsi ya kutulia. Na kama hujajua, leo nataka tujifunze kutokana na wale ambao tumesoma kwa Biblia zetu, na hasa tena tumesoma kuhusu huyu ambaye ni Ana, ambaye alikuwa ni bibi wa Abrahamu. Kidogo tu alikuwa si mtu wa kungoja, kwa sababu kuna watu ambao kwenye Biblia walikuwa na ngoja, lakini huyu yeye kwa nafasi hii kidogo tu tunasema kama hakungoja na hakuwa na wakati wa kungoja, kwa sababu hata wakati alipokuwa akiambiwa kwamba alipokuwa kijua kwamba hana uwezo wa kupata mtoto ama kuzaa mtoto, hakuwa anajua kama Mungu alikuwa amepromise mume wake kwamba atamfanya kuwa yule ambaye ni mtu wa mataifa, yule ambaye atakuwa ni baba wa mataifa. Hakuwa anajua hilo, lakini ndio maana alikupeana kwa Sara, kwa sababu Sara alikuwa kidogo amedoubt. Lakini kwake huyo ambaye alikuwa ni mtumishi wa Mungu, ambaye alikuwa ni nani, Suleimani, aliweza pia kutumia wakati mzuri.
tusonge pale chini mahali tunataka tumalizie pale kwa masuala ya pale yule ambaye anaitwa ni Yeremia. Yeremia aliambiwa kwamba wakati wako ni katika ujana huu. Kuna watu bado pale nyumbani naogopa kwamba hawajijua kama ujana ni baraka ambao Bwana amewapea. Ni katika ujana wao ndio wanaohitaji zaidi. Akamwambia mimi nataka tu nitumikie wakati ambapo uko na nguvu. Uweze kuambia wale watu ambao wanifahamu waweze kunifahamu na waweze kujua neno langu ni halali na ni kweli. Waweze kufahamu kwamba mimi ni njia na mimi ndio uzima. Kwa hivyo yule ambaye atakuja kwa baba yangu hawezi kufika pale bila kunipokea mimi ambaye ni Bwana wenu. Kwa hivyo lazima tufuate hiyo pia protocol katika maisha yetu ili kwamba tuweze kuwa kama ni watu ambao tunangoja kwa muda. Kwa hivyo hata na sasa hivi naelewa kama kuna mtu ambaye kidogo amekuwa akifuata mita ya Mwenyezi Mungu, akifuata, lakini kama amekwambia tu wewe be faithful, breakthrough itakuwa vizuri kwa maisha yako, wewe tia ngoja, tia nguvu. Hata mimi hilo nimesema kwamba katika hali ya utangazaji hapa kidogo nitaweza kujizatiti sana ili kama kidogo niweze kukua nambari 1. Hiyo inakuwa ni vizuri sana tukiendelea kuzidi zikiwa zimekatika na dakika 2 juu ya alama baada ya saa 3, baada ya saa 4 usiku wa leo, ambapo tunasema kama ni saa 4 tu baada ya saa dakika 2 zikiwa zimekatika na dakika 2 baada ya saa 3, basi saa 4 yani kuni radhi, yani nimesema saa 3 mara mingi, saa 3 imekuwa ngori na ndio nimeongea kwa sababu tu kidogo leo nimekula vizuri. Naona ni kama bado saa 3, sababu saa 3 ilikuwa ni wakati wetu wa kutumia makuli vizuri, tukashiba. Haya, tukiendelea kuzidi pale, ningependa tu kukazia kitu cha mwisho pale kwamba kuna huyu ambaye kidogo katika Biblia, katika Agano Jipya, aliweza kuwa patient haswa kwa maswali na majibu ambayo alikuwa akipeana kwake Mwenyezi Mungu. Kumbuka Yohana alikuwa ni mtoto ni mwanafunzi ambaye kidogo alikuwa anachukua wakati mwingi hadi yani Mungu Yesu angekuwa akimjibu bila kusita. Kumbuka Yohana ndiye aliyesimama akasema kama Bwana tufunze njia ya kuomba. Alipofunza basi ilikuwa kwamba ni vizuri, akaweza kuelewa kama hivi ndio tunastahili tuombe, hivi ndio tunastahili tuwe, hivi ndivyo tunastahili kujikimu kivipi, na hivi ndio tunastahili kusema kama Our Father who art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses as we forgive those who trespass against us. Lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hivyo ndio walikuwa wakiomba pale. Inakuwa kwamba unasonga kwa njia ya taratibu, unapata kama Mwenyezi Mungu ameweza kukufurahia wewe ambaye umemkubali. Kidogo tu tuweze kuomba na yule ambaye hajamkubali Kristo katika maisha yake. Sema, Bwana Yesu, nimekuja mbele zako, mimi ni mwenye dhambi, naomba unisamehe. Leo nimefahamu kwamba lazima fika niweze kukungoja, kuwa na subira kwa hali zote, hali ya ugumu, hali ya uzuri, hali ya upendo, hali ya alaha, hali ya kukasirishwa, hali zote. Bwana unisaidie, nihurumie Bwana, niweze kuwa na wewe, nihurumie Bwana, niweze kuishi na wewe. Naomba kwamba roho yangu iwe makao yako ya milele. Siku ya leo nimekupokea na nitakutumikia. Nipe nguvu za kutumikia siku zote za maisha yangu. Kwa jina la Baba, la Mwana na Roho nimeomba. Sema amen. Tumepomona na wewe katika wakati huu, tuseme Mungu Mfalme, nashukuru kwa sababu yule ambaye kidogo amepata neno lako ambalo hivi leo Bwana ameweza kukubali na kukiri kwamba wewe ndio Mesia juu ya maisha yake. Bwana, tunapomalizia hii kipindi katika siku ya leo, tunaomba kwamba Bwana uweze kutubariki na kutuongoza katika jina la Baba, la Mwana na Roho tumeomba. Amen. Wakati ambao unakuja hivi sasa, katika dakika chache ambazo zinakuja, tutakuwa na kurukuntu katika masuala ya kisekula kidogo, ili tuweze kutambua mambo
familia pale anakuwa na namna gani. Lakini kwa sasa mimi sina la ziada, tupatane tena siku ya kesho ambapo tutakuwa na siku refu tu hivyo kuanzia saa 2 hadi saa 6 ambapo tutakuwa tunakiongelea kuhusu masuala ya Biblia, pia kukaribisha Sabato vile wanavyosema watu wa Sabato pale. Goodbye for now. Mungu akubariki na kunemesha.